Muthee Kiengei, jina ambalo kadri tu linapotajwa soa katika eneo la Mlima Kenya. Picha ya shujaa huyu katika magwanda yake ya ucheshi utawala akili za mashabiki zake waliomjua kitambo. Ni wazi kwa sasa katika taifa la Kenya, umaarufu wake umeenea kama moto nyikani, akiwa ni kipenzi cha wengi wakongwe kwa wachanga. Leo katika kipindi chetu cha Story ya Day ndani ya channel ya kwetu ya The FM Show KE, tunakuletea hadithi ya shujaa huyu. Ni ukweli shajara ya Kiengei ni shajara iliyosheheni vipindi chungu nzima. Panda shuka za maisha zimelipamba si haba. Ni ukweli ukiviona vyaelea, jua vyaundwa. Benson Gadongo Kamau, likiwa ndilo jina lake kamili Kiengei. Mwaka ni 2006 katika jiji la Nakuru. Wakati huu bado mitandao ya kijamii ikiwa hijaanza kuuteka ulimwengu mateka. Ucheshi ukiwa kileleni ya soko uigizaji na uuzaji wa kanda za video kwa aina ya VCD katika eneo la Mlima Kenya. Soko likiwa na wacheshi wengi ila wachache wakiwa ndio walokuwa wamejizolea umaarufu na video hizi. Kiengei akajitosa sokoni na kanda zake za video akiwa kijana barobaro mwenye talanta chungu nzima. Jitihada zake za duduvule ya gotaye gongo zikaanza kumnyakulia mashabiki katika mitaa ya mabanda ya Nakuru. Na muda si mrefu jiji kuu la Nairobi likawa linaimezea mate talanta yake. Nairobi shamba la mawe, wanasema walendi wa jadi waliomtangulia Kiengei jijini, ila naye kwa hamani akaliabiri basi na kibegi chake mgongoni kilichozibeba nguo zake chache na kugura mji wa Nakuru, akitaka kuvuna mawe ya kujenga kwake katika jiji kuu la Nairobi. Si wanasema Nairobi shamba la mawe? Kiengei pia alitaka kuja kuvuna mawe haya ndipo kujenga kwake. Na Benson akaingia katika eneo la River Road jijini Nairobi, ambapo wasanii na wacheshi wa Kongo walikuwa wamekita kambi. Wacheshi na kampuni za sinema zikamlaki Kiengei kwa pambaja baada ya kugundua talanta yake. Na hivyo Kiengei ambaye kwa wakati huo alikuwa amejipagaza jina la Guka wa Nairobi, jiji likaanza kumpa busu kwa kujipatia mashabiki katika jiji la Nairobi. New Kid on the Block, jina la Kiengei kwa wakati huu. Sinema za lugha ya Kikuyu zikapata ladha jipya baada ya ujio wa Guka wa Nairobi. Miaka ikapita na siku ya Kiengei ya kuanza kula na wafalme ikakaribia. Miaka 6 au 5 tokea ujio wake jijini. Mwaka 2012 kampuni ya Mediamax inayomiliki redio ya KAMEME FM ikakilaki kipaji chake na kumtunuku ajira katika redio ya KAMEME FM. Na kawaida pasikose chuki baina ya wakongwe waliomtangulia Kiengei. Akifanya kazi na Njogu wa Njoroge ndani ya KAMEME FM, waraka wa kumwachisha kazi Kiengei ukamfikia baada ya miezi chache hewani. Akaarifiwa arejee mitaani kule River Road. Sababu kubwa ya kuachishwa kazi ikawa kama alivyopata kufichua imajuzi Kiengei, ni kwamba aliambiwa kwamba alikuwa akifika kazini na mavazi machafu na bila upinzani, ambapo aliambiwa pia kwamba talanta yake haikufaa kwenye redio bali ilifaa kuwa kule mitaani River Road. Bila upinzani Kiengei akarejea River Road. Kama wanavyosema Waswahili, mtu hawezi kuzima riziki yako, labda kuichelewesha tu. Siku yake Kiengei ilifika, wakati ambapo aliyekuwa mwakilishi wa wanawake kaunti ya Murang'a Sabina Chege wakati ule akifanya kazi
kama mkubwa wa runinga ya KBC pamoja na redio ya Shoro FM. Akamlaki Kiengei ndani ya Shoro FM, na baada ya hapa KAMEME FM wakati huu chini ya uongozi mpya ikaja ikibisha hodi wakihitaji talanta ya Kiengei ndani ya redio yao. Bila kutazama yaliyotangulia, Kiengei akakubali wito na kujiunga na KAMEME FM. Akihudumu katika redio ya KAMEME FM, ndipo alipewa wito wa kufanya kazi ndani ya KAMEME TV, na hapa ndipo alipopatana na binti mchanga wakati ule, pia akiwa mtangazaji ndani ya KAMEME FM. Kezia wa Karaoke likiwa ndilo jina lake kamili, na pamoja penzi lao likaota bawa na kung'oa nanga. Kulingana na ripoti tofauti, mwaka 2016 wawili hawa walichumbiana, wakati huu Kiengei akiwa pia ameanza kufuata ndoto yake ya kuwa kasisi, na pamoja wakajaliwa mtoto wa kike ambaye alipata kuwa ndiye kifungua mimba wake Muthee Kiengei. Kawaida wanasema kila kinacho mwanzo kikosi mwisho wake, na maji ya kizindiunga hauna budi ila kuyapikia uji. Ndivyo walivyofanya Kiengei na kezia wake, ambapo maisha yaliwasukuma pembeni. Ndoa yao ikawa ikaliki, na wawili hawa mwaka 2018 wakaamua kupatiana talaka na wakapata kutengana. Wakati huu Kiengei akiwa ndiyo ameianzisha kampuni yake ya Kiengei Live, ambayo ilikuwa ni kampuni ya ucheshi, ambapo yeye alipata kuoffer MC services pamoja na DJing services pamoja na live streaming, akitajwa kama MC mmoja maarufu na aliyekuwa akilipwa pesa nyingi sana katika eneo la Mlima Kenya. Red card ya kwake Kiengei wakati ule ikichezea kati ya shilingi 1,300 mpaka 1,500. Hii ni kabla ya yeye kuweza kuanzisha kanisa lake mwaka 2023 baada ya kupata kugura katika kanisa la AIPCA, ambapo alikuwa akihudumu kama reverend katika kanisa la Gatondo. Na pale baada ya kugura AIPCA, Kiengei ambaye pia wanamuziki wake ulikuwa umemzolea mashabiki si haba, alipata kuanzisha kanisa lake la Jesus Compassion Ministries, ambalo lililopo katika eneo la Ruiru bypass, ambapo kwa sasa inaaminika ndilo kanisa ambalo limepata kuwa na wafuasi wengi zaidi nchini Kenya, kuvunja rekodi ya makanisa ambayo yashajizolea wafuasi wengi kwa muda mchache. Kwa sasa Kiengei anaendelea kukuza kanisa lake la Jesus Compassion Ministries, na bado akipata kuhudumu kama mtangazaji katika redio ya KAMEME FM. Kando na hilo, baada ya talaka yake na kezia wa Karaoke, Kiengei alipata kumchumbia binti mchanga wakati ule akitambulikana kama Joy, ambaye kwa sasa wamepata kujaliwa watoto wawili, wa kwanza akiwa ni Kamau Wothe ama Kamau wa Kiengei ambaye ndiye kifungua mimba, na wa pili akiwa ni binti ya Muthee Kiengei ambaye alipata kuzaliwa mwaka uliopita mwezi wa 6. Mwaka huu mwezi wa 6 ambapo Kiengei atakuwa akitawazwa na kufanywa bishop ama askofu mkuu. Mwanawe June Kiengei atakuwa hakitimiza mwaka mmoja. Ni hayo kwa sasa. Hii ni FM Show KE.